Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja akasema, kitabu cha Malaki hakijaandikwa tu zaka. Kuna mtu mwingine ukimtajia Malaki anasema tayari zaka hapo na dhabihu. Kumbe kuna maneno mengine yameandikwa katika kitabu hiki cha Malaki. Ni habari ya utumishi. Jamani, haleluya. Kuna watu wakanasema maneno wasema uwe kiongozi Shilo tena wanawake. Anasema mbona mnasema maneno yaliyo magumu? Haleluya. Kwa amenipa niwatie moyo. Maana kuna wengine watachaguliwa kuendelea na utumishi waliokuwa nao kwenye idara WWKS, MFCS, maombi. Wengine wataendelea kwenye utumishi waliokuwa nao kama wazee wa kanisa. Wengine wataendelea kwenye utumishi waliokuwa nao kama mashemasi. Lakini Mungu anachotamani, anataka kufuta maneno yale magumu tuliyosemezana na yeye akasikia. Anataka andike kile kilicho chema kitokacho katika madhabahu yake. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Kwa hiyo nitaenda kusema zile faida za kumtumikia Mungu. Amen. Lakini ninaposema habari za faida za kumtumikia Mungu, lazima tujue ya kwamba utumishi si kuwa kiongozi tu. Amen. Utumishi sio kuwa mwenyekiti, sio kuwa katibu tu. Utumishi ni maisha yako kwa ujumla. Amen. Wangapi wamesikia kwamba katika nchi kuna mashushushu? Kama mwahi kusikia tu, wacha huko kumuona huko kumfahamu, lakini umesikia wanasema nyosha kabisa mkono. Wengine hawajasikia kwamba kuna mashushushu. Mashushushu ni wale wapelelezi wa kiserikali. Wanasema wewe usiseme hapo, huyo ni shushushu, sijui karopoka. Wangapi wamewahi kusikia? Tumesikia. Jamani, amina. Na hao mashushushu wengine ni wafanya biashara, si ndio? Hao mashushushu wengine wanafunzi UDOM siete. Hao mashushushu wengine ni walimu sekondari na kusoma. Hao mashushushu wengine ni walimu wa shule za msingi. Hao mashushushu wengine ni polisi jamii. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Kwa hiyo kila mmoja wetu ni mtumishi, sio wale wanaochaguliwa, sio wale waliopo tu katika nafasi, sio mchungaji, sio mwinjilisti tu. Wewe hapa ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo ujumbe huu ni wako. Amen. Na Joshua anakuambia chagua hivi leo kumtumikia Mungu. Amua hivi leo kumtumikia Mungu. Jamani, haleluya. Amua hivi leo kwamba mimi nitakuwa mtumishi. Katika nafasi yangu hii nitatumika. Kuna wengine wana nafasi mbalimbali, hawajaamua kumtumikia Mungu. Leo amua kumtumikia Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna faida katika kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tutaanza na mstari tuliosoma katika kitabu cha Malaki. Anasema itakuwepo tofauti. Naomba usome huo mstari tena. Anasema kutakuwa na nini? Hebu soma huo mstari. Anasema kutakuwa na tofauti kati ya hao wanaomtumikia na hao wasiomtumikia. Jambo la kwanza ambalo lazima ulipambanue, ipo tofauti kati ya hao wanaomtumikia Mungu na hao wasiomtumikia. Hiyo ndio jambo la kwanza. Utakuwa na tofauti. Na tofauti zenyewe zimeandikwa katika kitabu cha Isaya sura ya 61. Jamani, haleluya. Wanasema ipo tofauti ya hao wanaomtumikia Mungu. Sio 61, 65. Nataka kwanza usome huo mstari kama kichwa cha ndio jambo la kwanza ambalo ujue wanaomtumikia na hao wasiomtumikia ipo tofauti katikati yao. Kama umeshinda kupata tuanze kwanza hiyo Malaki 3.
Tusome huo mstari unasema ipo tofauti ya hawa wanaomtumikia na hawa wasiomtumikia. Ndio jambo la kwanza tutakaenda kusema. Umeona huo mstari? Sura ya 3 ya Malaki. Nadhani ni mstari wa mwisho wa sura ya 3. Unasemaje wewe? Malaki 3 mstari wa 18 inasema, ndipo mtakaporudi nanyi mtapambanua kati ya wenye haki na waovu, na kati ya yeye amtumikie Mungu na yeye asiyemtumikia. Kutakuwa na kupambanua. Leo tukapambanue kati ya hao wanaomtumikia na hao wasiomtumikia. Na hao wanaomtumikia tofauti yao tunaisoma katika kitabu hicho cha Isaya 65. Hao wanaomtumikia tuanzie mstari wa 12. 65. Tofauti zipo kati ya wao wamtumikiao na hao wasiomtumikia. Hebu tuzisome hizo tofauti. Isaya 65 kuanzia mstari wa 12 nao wanasema, mimi nitawaandikia kuuao kwa upanga, na ninyi nyote mtainama ili kuchinjwa, kwa sababu nilipoita hamkuitika, niliponena hamkusikia, bali mlitenda yaliyo mabaya machoni pangu, mlichagua mambo nisiyoyafurahia. Kwa hiyo Bwana Mungu asema hivi, tazama, watumishi wangu watakula. Watumishi wangu watakula, bali ninyi mtaona njaa. Bali ninyi mliokataa kumtumikia Mungu mtaona njaa. Tazama, watumishi wangu watakunywa. Watumishi wangu watakunywa. Bali ninyi mtaona kiu. Ninyi mtaona kiu na ugoma kumtumikia Mungu. Tazama, watumishi wangu watafurahi. Watumishi wangu watafurahi. Bali ninyi mtatahayari. Ninyi mtatahayari. Tazama, watumishi wangu wataimba kwa furaha. Watumishi wangu wataimba, watacheza, watafurahi. Lakini ninyi, bali ninyi mtalia kwa huzuni ya moyo. Ninyi mtalia kwa huzuni ya moyo. Mtapiga kelele kwa sababu ya uchungu wa roho zenu. Nanyi mtaliacha jina lenu kuwa laana kwa wateule wangu. Na Bwana Mungu atakuua, naye atawaita watumishi wake kwa jina lingine. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ipo tofauti kati ya hawa wamtumikiao Mungu na hawa wasiofanya nini? Wasiomtumikia. Anaposema mtakula, lakini wengine wataona njaa. Maana Mungu ataachilia utoshelevu wa kimungu. Mungu ataachilia msaada kwao. Mungu ataachilia furaha kwao. Jamani, haleluya. Unapomtumikia Mungu huna hasara. Unapomtumikia Mungu ni faida. Kwa hiyo tuache kunung'unika, lakini tukamtumikie Mungu kwa moyo, kwa sababu ipo tofauti kubwa sana ya hao wanaomtumikia na hao wasiofanya nini? Amua moyoni mwako leo, sema mimi nitamtumikia Mungu, kwa sababu kumtumikia Mungu nitakula, nitashiba, nitakunywa, nitacheka. Nikiacha kumtumikia Mungu nitapata misiba, nitakuwa na njaa, nitakuwa na kiu, nitaaibika. Jamani, haleluya. Kwa hiyo hilo ndio la kwanza. Ipo tofauti kati ya hao wamtumikiao na hao wasiofanya nini? Na hao wasiomtumikia Mungu. Hiyo ndio ya kwanza. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nani anasema bora mimi nikamtumikie Mungu? Weka mkono wako hivi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amua leo, chagua leo kumtumikia Bwana. Kutumika na Bwana ni kitu cha sirini, ni kitu cha rohoni, ni kitu cha ndani. Hatumtumikii Bwana kwa jinsi ya muonekano. Tunamtumikia Bwana kwa kitu kisichoonekana ambacho mwanadamu mwingine hawezi kukijua. Jamani, haleluya. Mungu ameahidi kuwalinda. Mungu ameahidi silaha za hao wanaowainukia watumishi wake hazitafanikiwa. Uko ulinzi mkubwa sana kwa hao wanaomtumikia Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hebu soma ile Zaburi ya 116 mstari wa 16 mpaka 19. Uko ulinzi.
16 mpaka 19. Zaburi 116 mstari wa 16 hata 19 nao unasema, Bwana, hakika mimi ni mtumishi wako, mtumishi wako, mwana wa mjakazi wako. Umevifungua vifungo vyangu. Umenifungua vifungo vyangu. Kwa nini alifungwa? Walimwinda maadui zake wakamweka katika vifungo. Nitakutolea dhabihu ya kushukuru. Amen. Na kulitangaza jina la Bwana. Amen. Unaona hapa anasema kwamba hata vifungo vyako havitaendelea kukufunga kwa kuwa umefanya nini? Umeamua kumtumikia Mungu. Lakini hiyo ni ulinzi. Maana vifungo ni yeye anatufunga. Lakini watumikia Bwana, Mungu amesema uko ulinzi usio wa kawaida. Lakini pia tunasoma ulinzi katika Isaya 41. Mungu anasema hivi, atakuwekea alama. Hebu soma Isaya 41 mstari wa 7. Isaya 41 hapana, samahani, ni Ufunuo sura ya 7. Ufunuo sura ya 7 mstari wa 1 mpaka wa 3. Ufunuo sura ya 7 mstari wa 1. Katika kipengele hicho cha kwamba Mungu anatulinda tunapomtumikia. Karibu. Baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe 4 za nchi. Wakizizuia pepo 4 za nchi. Upepo usivume juu ya nchi, wala juu ya bahari, wala juu ya mti wowote. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai. Akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari. Mstari wa 3 akisema, msidhuru nchi wala bahari wala miti, hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Haya ndio mambo tunayangojea. Tunayangojea atatokea, lakini mengine yapo tayari. Tunazo alama katika vipaji za nyuso zetu ili wale wanaotuzuru wasiweze. Jamani, haleluya. Tunazo alama. Watu wanafikiri kwamba hiyo 666 tunayosikia wamemwiga Mungu. Mungu ameweka alama juu ya wamchao, juu ya hao mtumikiao ili wasizurike. Na yeye akasema sasa, na mimi nifanyeje? Ngoja na mimi niweke 666 juu ya watu wangu. Weka, lakini hao wameweka alama ya kuangamizwa. Sisi tumeweka alama ya kuponywa. Jamani, haleluya. Kumtumikia Bwana ni faida. Kumtumikia Bwana ni ulinzi. Tunazo alama za kiungu juu yetu ili yule Mungu asituguse. Wale wanawachawi wanasema wengine akija kwenye nyumba zetu, wanakuta nyumba zetu ziko kwenye katikati ya kisiwa cha bahari au ziko katikati ya moto. Wanasema zile nyumba Bwana haziingiliki. Jamani, haleluya. Mungu ameamua ulinzi kwa hao watumikiao. Usiseme moyoni mwako kwamba hao walioovu ndio wenye heshima. Hapana, wewe mtumikiaye Mungu ndio mwenye faida katika uso wa Bwana. Jamani, haleluya. Kwa hiyo mtumikie Bwana. Tena mtumikie Bwana kwa moyo wa kupenda, kwa moyo wa hiari, kwa moyo wa kujitoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine, kwa nini tunamtumikia Bwana? Hebu tusome katika kitabu cha Luka. Faida ya kumtumikia Bwana. Tasoma katika kitabu cha Luka sura ya 15, habari za mwana mpotevu. Bado nina nafasi, maana nisema mwisho saa 7 tuanze uchaguzi. Jamani, haleluya. Habari za mwana mpotevu, anzia mstari wa 20 hapo, ili tutakuwa tunachukua mambo machache. Kitabu cha Luka sura ya 15 kuanzia mstari wa 20 nao unasema, akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimwona, akamwonea huruma, akaenda. Samahani, turudi nyuma kidogo.
Tuanzie ile 11. Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Mstari wa 11 akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumikia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na wenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliyokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimwona, akamwonea huruma, akaenda mbio akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, leteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteeni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi. Kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa, naye amefufuka; alikuwa amepotea, naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Basi yule mwanawe mkubwa aliyekuwa shamba, na alipokuwa akija na kukaribia nyumba, alisikia sauti ya nyimbo na machezo. Akaita mtumishi mmoja, akamuuliza, mambo haya maana yake nini? Akamwambia, ndugu yako amekuja, na baba yako amemchinja ndama aliyenona, kwa sababu amempata tena yu mzima. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona huyu mmoja aliyegoma kumtumikia baba yake. Akasema, mimi nipe mali yangu bwana. Mambo ya kutumika na wewe mzee sikuelewi. Nipe mali nikajitumikie mwenyewe nipate faida. Akakataa faida ya kuwa chini ya utumishi wa baba yake. Hapa nilisema tunao baba watatu. Tunaye baba wa mbinguni, tunao baba waliotuzaa, na tunao baba ambao ni wachungaji. Jamani, haleluya! Au wale waliotulea katika mambo ya imani. Hao wote ni mababa. Huyu mwingine alikataa kukaa chini ya baba aliyemzaa, akaamua kuchukua mali. Kilichofuatana naye ni kwamba ule uvumi wa utajiri aliyokuwa nao akiwa chini ya baba yake ukawa umeondoka. Kwa hiyo tunapotumika kwa baba yetu, tunakuwa tumeatamiwa na uvumi wa Mungu usio wa kawaida, na chini ya uvumi huo kuna mafanikio. Jamani, haleluya! Tunamwona huyu aliyejitoa chini ya uvumi huo, alipoamua kwenda kutumika mwenyewe, alishia kulisha nguruwe, alishia kukataliwa. Maana kuna watu wanasema hakuna aliyempa chakula, hakuna aliyemkaribisha nyumbani, badala yake alimkaribisha ili akatumike akawalishe nguruwe. Kwa nini? Hakuwa na kibali tena, hakuwa na uvuli wa Mungu tena, alikuwa mpweke, alikuwa mkame ndani ya maisha yake. Kwa nini? Alikataa kumtumikia baba yake. Lakini sisi tunamtumikia baba, tunakuwa na uvuli, tunakuwa na mafanikio, tunakuwa na ulinzi, tunakuwa na kibali, tunakuwa na mamlaka. Jamani, haleluya! Na tunaita warithi pamoja na Kristo. Kwa hiyo huyu mmoja baada ya kutumika chini ya baba yake, aliposikia kuna nderemo, akasema, baba, kuna nini hapa? Kwa nini kuna hivi vitu? Huyu ndio umemchinjia huyu aliyetapanya mali pamoja na makahaba. Kwa nini? Alikuwa na amri ya kuuliza mali ya baba yake ilikuwa ndio mali yake. Jamani, haleluya! Utajiri wa baba yetu wa mbinguni ndio utajiri wetu. Haleluya! Mamlaka ya Mungu wetu wa mbinguni, ya baba yetu wa mbinguni, ndio mamlaka yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sifa za baba yetu ndio sifa zetu. Lakini unapojiondoa katika kutumia
sikia,